kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu. Tulikuwa tuko watatu, tunaogelea, tunakwenda maji mengi. Kufika maji mengi, tukasemaje tushindane kuchukua mchanga chini ya maji. Umeona sawa, tushindaneni. Tukazama. Kuzama tukaenda tukachukua mchanga tukarudi. Umeona, mimi nikasemaje, oya, hapa pafupi, tusogeni mbele zaidi. Kweli tukatoka tukaenda tukafika mbele, tukasema hapa tujaribuni tena. Tukajaribu tena kuzama. Sasa kipindi tunazama, kuna mwenzangu alikuwa tayari kashatangulia kwenda mbele na mwingine yuko juu yangu ananifuata. Sasa kipindi tunaenda, ule mwenzangu alikuwa katangulia mbele, namuona yule anaenda na mimi namfuata. Naenda namfuata, baadaye tena nikamkuta kadipotea. Nikaendelea kumfuata. Namfuata naona simuone. Mimi naendelea kufuata chini kwenda kwao kuchukua mchanga chini niwahi kurudi. Umeona? Kweli nimeenda. Nafika chini naliona tope. Umeona, kufika kuliona tope nikalichukua lile tope chini. Umeona? Sasa ninageuka, sasa ndo nataka nirudi juu. Nakuta ukuta mbele yangu. Umeona? Kuona ukuta mbele yangu. Kuangalia si ukuta huu. Umeona? Sasa tayari sishaanza kufezeka sasa. Umeona, kuangalia nyuma hivi naona tena kuta nyingine. Nikanajiuliza na maana mimi niko ndani ya shimo. Umeona? Sasa hapo ndo nikapiga mahesabu sasa kwanza kurudi. Kweli nikarudi kufika katikati pumzi ikaanza kuniishia. Umeona? Nikamwomba Mwenyezi Mungu, nikamwambia Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie kiumbe wako nitoke isehemu. Kweli nikajivuta tena, pumzi inakata. Nikajivuta, pumzi inakata. Nikajivuta, nikasikia masikio yanalia zii. Naliona jua hilo hapo kwa mbali, lakini sasa ndo pumzi ndo inaisha. Nikajivuta tena. Ola, pumzi ndo inakata sasa, ndo inaisha pumzi, na masikio tena hapo yameshawaka, yani masikio yanapiga kelele vibaya. Nikaja nikajivuta tena. Nikajikuta tayari nishatoka. Umeona, pumzi ya mwisho nakuja kuwema, yani ndo nakuja kuchukua pumzi ya mwisho, tayari nishafika juu na niko juu ya maji na ninaelea. Umeona, inasukumwa na maji kidogo. Umeona, jamaa wangu sasa wananifuata, wananiuliza, "Oya, mbona unatoka masikio? Unatoka damu kwenye masikio vipi?" Umeona? Mimi nikamwambiaje? "Oya, naombeni mnisaidie kunikokota tu nipelekeni nchi kavu. Nakusikia mwanangu, lakini nakusikia kwa taabu sana. Hebu niombeni mnikokote mnipeleke nchi kavu. Umeona, hali yangu sio nzuri." Umeona? Kweli wakanichukua wakaanza kunikokota, umeona, mpaka kufika nchi kavu. Umeona? Kufika nchi kavu pale wakaniacha kama dakika 5 hivi. Baadaye ndo wakananiuliza, "Oya, kwani tatizo nini? Umeona, afu mbona unatoka damu kwenye masikio?" Nikamwambia, "Mwanangu, hapo mimi nakusikia, lakini ninakusikia kwa mbali sana." Umeona? Sasa sikilizeni wanangu, sio hapa, nifanyeni mpango kwanza mnipeleke nyumbani. Umeona? Sawa, tunakupeleka, lakini sasa kwani tatizo nini? Umeona? Nikamwambia, "Mwanangu, kipindi hapa tunapozamia, wewe mimi nilikuona, umeona, ukiwa unaenda chini. Baadaye nikawa tena sikuoni tena. Yaani umenipotea ghafla, nisikuoni." Umeona? Sasa nilivyokuwa sikuoni, mimi nika tena sijajaji tena kukufuatilia wewe, ikabidi sasa mimi niendelee kwenda chini kuwahi kuchukua mchanga nirudi. Umeona? Sasa nashangaa nimeingia kwenye shimo mwanangu. Umeona? Sasa ndo kwenye kutoka sasa pale ndo yani namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie, yani kila ninavyojivuta wapi. Umeona? Ndio bahati nzuri nikawa nimetoka. Umeona? Yule mwenzangu sasa akasemaje, "Mbona mimi nilikuona?" Umeona? Sema sasa wewe nilivyokuwa nakuona unapitiliza. Yaani ninakuona kabisa unaingia kwenye shimo ninakuona. Sema sasa siwezi kuongea kwenye maji na hata kwenye kukushika mkono wenyewe nilishindwa kwa sababu ulikuwa ni mbali na mimi. Alafu na mimi mwenyewe pumzi ilikuwa tayari ishaanza kukata na pumzi ya kurudi. Ikabidi sasa mimi nirudi. Lakini wewe kipindi hapo unapoingia kwenye shimo mimi nilikuona. Umeona? Nikamwambia wanangu, msimalize maneno. Sasa hivi yani ninavyojisikia najisikia vibaya. Nipelekeni nyumbani kwanza. Ndio ikabidi wanichukue wanipeleke juu nyumbani, tena ndo nikapeleka hospitalini tena wakanitibia.